Bado tunaendelea, tupo kwenye wiki ya semina ya kimataifa Mambogo Mbeya. Watu wa Mamlaka Media tumeshafika hapa, shughuli nyingi zinaendelea, lakini pia tunaendelea kutafuta shuhuda na maoni mbalimbali kuhusiana na tukio namna ambavyo linakwenda. Na hapa leo nimebahatika kukutana na kwani wa Kristo, lakini pia ni muumini kutoka pale Mbozi. Atatuambia yeye kituo chake cha Mbozi kinaongozwa na nani, lakini pia ni maeneo gani na kila kitu ambacho kinamhusu yeye utakuja kushuhudia hapa, lakini pia tuna ushuhuda mkubwa kuhusiana na safari ya maisha yake mpaka kujiunga na kanisa la House of Rashida First Christian Fellowship chini ya Nabii Mwanaji Mzee wa Yesu. Mama, karibu sana. Asante. Habari ya Mbozi Mbeya? Nzuri. Mnatunyima nini kule Mbozi Mbeya? Halina ugali. Ugali? Mimi nasikia ni viazi sana huku Mbeya. Halina ugali. Ni ugali. Ugali wa mtama au wa mahindi? Mahindi. Ugali wa mahindi. Mimi niliyopenda wali, nitaweza kuishi kweli Mbozi? Utaweza. Una mchele? Ndio. Okay. Nilikuwa natamani kufahamu kwamba una muda gani tangu umejiunga na huduma ya House of Rashida First Christian Fellowship? Na muda wa miezi minne. Miezi minne? Ndio. Manake huu mwezi wa 8, manake kwenye mwezi wa 3 wa 4 hivi. Ndio. Nani alikushuhudia mpaka ukaja kujiunga na kanisa, au wewe mwenyewe katika kupita zako ukaona kanisa na ukaja kujiunga nasi? Mama alinishuhudia, nilikuwa na mtoto mgonjwa, alikuwa anaumwa ufahamu, pia alikuwa haongei. Ndio akasema twende kanisani kaombewe. Mwanao alikuwa na umri gani? Alikuwa na umri wa miaka 26. Hii changamoto ilianza akiwa na umri wa miaka 26 au tangu mdogo? Imemwanza akiwa na miaka 23. Kwa hiyo mpaka kufika miaka 26, maanake hilo tatizo linaendelea kumsumbua. Ndio. Okay, sasa baada ya hilo tatizo ambalo mtoto limemkuta, mpaka sasa amepona au bado anaendelea na tatizo lake? Saizi alikuwa ameanza kupona wakati nilipokuja hapa kanisani. Ndio. Tangu limemwanza mpaka umekuja kanisani na kumleta ili aweze kupata huduma na anaelekea kupona, ilikuwa ya muda gani? Ilikuwa ni mwezi mmoja. Yeye amepata tatizo kwa muda wa miaka mingapi? Alikuwa na muda wa miaka 3. Tatizo limemsumbua kwa muda wa miaka 3. Okay. Kwa hiyo baada ya kupata tatizo limemsumbua kwa muda wa miaka 3, amekuja kupona kwenye kanisa la House of Prayer hapa Mambogo Mbeya. Ndio. Sasa kabla kuja hapa na hiyo miaka yote ambayo ulikuwa unaendelea kumuuguza mwanao, kuna maeneo gani ambayo ulipita na mambo yako kule yalikuwaje? Kabla ya hapo nilienda kwa waganga wa kienyeji. Nilizunguka huku na huku, nilienda Sumbawanga. Nikashindwa, ndio nikamleta hapa kanisani. Waganga ambao wakashindwa ukawapeleka mpaka Sumbawanga? Ndio. Miaka yote 4 unazunguka naye mtoto? Ndio. Unaweza ukatukumbusha labda historia ya ule mganga wa kwanza kabisa wakati unampelekea tatizo la mwanao? Yeye alikusaidia katika staili gani? Alikwambiaje, labda kwa masharti, ulipeleka nini na nini na vitu vingine? Alisema lete kondoo. Alafu ule kondoo wa mchune. Yaani ule kondoo wa mchune? Ndio. Ili wamuondoe lile pepo. Bado ilishindikana. Kwa hiyo mganga alisema kwamba ukimpeleka kondoo watamchuna ngozi. Ndio. Kwa hiyo akishamchuna ngozi, manake tatizo kwa mwanao, hilo pepo ambalo limempa huyo tatizo litakuwa limekwisha. Wewe ulimpata huyo kondoo na kumpeleka au uliishia wapi? Nimpata nikampeleka. Kamchuna ile damu ndio mwagia. Hiyo damu alimwagia wapi? Mwilini. Mwilini mwa mtoto? Ndio. Ili aweze kukaa sawa? Ndio. Okay, wakati wanamchuna ulimshuhudia? Ndio. Walikuwa wanafanya? Wanamchuna, wanamfunga kwenye mti, ndio wanamchuna. Hiyo eneo la mganga? Ndio. Okay. Kwa hiyo wakamchuna, ile damu wakaikinga, wakampaka mwanao? Ndio. Wengine wakamnywesha.
Wengine wakamnywesha. Ndio. Walisema baada ya muda gani tatizo linaweza kawa limeisha? Asema akinywa tu linaisha, lakini ilishindikana. Mganga wa kwanza mama anatuambia waliweza kumtafuta kondoo akamchuna, damu akampaka mtoto ili aweze kupona, lakini pepo halikutoka na tatizo likawa bado liko pale pale. Huyo alikuwa mganga wa kwanza. Tusikie labda alimpata mganga wa pili kabla hajaenda Sumbawanga. Hapa Mbeya, baada ya mganga wa kwanza ukaona matokeo hakuna, ulipata nafasi tena kumtafuta mganga mwingine au ulimpeleka hospitali? Hapa nilienda tena kwa waganga wengine. Ndio. Huyo wa pili alisemaje? Huyo wa pili tu alimchanja tu chali. Maeneo gani ya mwili? Mgongoni na kwenye mbavu. Yeye alisemaje? Na kichwani. Kichwani. Yeye alisemaje hizo chale zinasaidia nini? Alisema zinasaidia mapepo yatatoka. Ndio. Huyu ulimpelekea nini? Huyo nimpelekea tu pesa. Huyo alitaka tu pesa. Ndio. Baada ya hapo tunajua uliweza kupita maeneo mengi. Baada ya kuendelea kumwangalikia mwanao, tunataka utupe historia ya kule Sumbawanga, nini kilitokea? Alafu tena kule Sumbawanga wakasema ulete na buibui, ulete hela 60,000. Kuna buibui huwa nitatuma buibui achukue vitu vilivyoko ndani, lakini bado haikuwezekana. Mganga alikwambia kwamba yeye ukishalipia pesa atamtuma buibui aje kuchukua vitu vyako nyumbani kwako. Ndio. Buibui anatoka Sumbawanga na kuja Mbeya. Ndio. Mtazamaji, mambo ni mengi sana kwa waganga wa kienyeji na kanisa la House of Prayer hapa chini ya Nabii Mwonaji Mzee Yesu. Huyu ni kiboko ya wachawi na mambo yanaendelea kwenda, lakini pia kiboko ya waganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji akasema kwamba atamtuma buibui kutoka Sumbawanga mpaka Mbeya aje atoe vitu ambavyo vinamsumbua mwanao ndani. Ndio. Lakini vilitoka? Havikutoka. Alikwambia kwa muda gani vinaweza vikatoka? Asema ukitoa hela tu leo hii buibui anafika. Wewe connection ya Sumbawanga uliipata wapi? Nani alikuunganisha na huyo mganga wa Sumbawanga? Kuna baba mdogo wake huyo mtoto. Ndiye aliyeenda naye kwanza huyo mtoto. Sumbawanga. Kwa ajili ya matibabu hayo. Ndio. Kule mganga alitaka kiasi gani cha pesa? Alitaka nyingi, tulipeleka 150,000. 150,000. 150,000. Ndio. Tulipoendelea ndiye akaongezea na hiyo 60 ya buibui. Ndio. Katika matibabu ya mwanao kumhangaikia ili aweze kukaa sawa, katika maeneo yote ambayo umepita, ni eneo lipi la waganga kienyeji au huduma ipi ya mganga kienyeji ambayo alikupa mpaka leo hii ukikaa ukimwangalia mwanao amepona, yani inakuumiza au inakusikitisha au inakufanya uendelee kukumbuka tukio la mwanao? Ni huduma gani ambayo unaona labda masharti yalikuwa mengi au kitu gani ambacho kilikushangaza kutokana na tiba zao? Mimi kilinishangaza ambacho kwa mganga wa tatu. Mganga wa tatu? Ndio. Mganga wa tatu alikuwa anapatikana wapi? Mbozi kule. Kule Mbozi. Nilikuta mtoto yule wamefunikia blanketi zito. Alafu wamechemsha maji ya moto. Wamemwinamisha kwenye hayo maji kwenye sufuria. Alafu wamefunikia blanketi zito. Ndio wamwinamishia kichwa hapo kwenye maji. Ndio kilinichangaza sana hicho. Mpaka leo huwa nawaza kweli mtu aweza kafa kweli? Alafu wakimtoa ametoa jasho sana, lakini bado hakupona. Okay. Wao walivyokuwa wanamuinamisha humo walikuwa wanasema wanataka wafanye nini? Hicho wanataka ndio majini yatoke yadondokee kwenye maji. Ndio. Sawa, nikurudishe nyuma kidogo. Tukio la mwanao na mpaka kila mganga anahusisha kama ni jini, alikuwa anafanya mabadiliko gani labda? Kwa sababu tunafahamu majini, wengine wanasema kwamba anaweza kaa anataka kupaa, anataka kuruka, anabadilisha macho, anafanyaje? Wewe mwanao kitu gani ambacho mpaka mganga akimuona hivi anasema hili ni jini analo? Alikuwa tu anakuwa kama anazubazuba. Yaani akikaa kwa mfano akikaa kama hapa. Anainyuka tu anaenda kokote kule.
Hata ukimuita asikii. Umrudishe tu kwa kumshika mkono. Alafu akiondoka hapa anaweza akatembea tu kutoka Mbozi mpaka huku Mbeya kwa mguu. Hata akitoka Mbozi, alikuwa anatoka Mbozi mpaka Dodoma, muda mwingine anafika. Mwanao umesema alipata tukio akiwa na umri gani? Na miaka 26. Alikuwa ni mwanafunzi au alikuwa na maisha yake mengine au alikuwa kwaje? Na ni mtoto wa kike au wa kiume? Ni mtoto wa kiume. Alikuwa anafanya kazi Dodoma. Alikuwa mwanajeshi Dodoma. Ndipo alianza kuumwa huko Dodoma. Wakamleta nyumbani. Ndio. Na walivyomleta nyumbani kwa yuko tofauti kabisa na ule huko. Yuko tofauti kabisa yani. Kwa amebadilika sana. Okay. Ndio. Mama pole sana. Lakini sasa baada ya kufika hapa kanisani wakampa huduma gani mpaka akapona? Walizidi tu kumuombea na kumpaka mafuta. Kumuombea kumpaka mafuta akawa anabadilika. Mwisho nikaona anaanza kushangaa hata maua. Akawa anaendelea vizuri. Hata kumsalimia ukimsalimia akawa anaitikia vizuri wakati alikuwa haongei. Ndio jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Basi Yesu ataendelea kumtetea na ataendelea kuwa sawa na ataendelea na shughuli zake kama kawaida. Sasa kwa yule ambaye anakutazama kwa sasa na wewe una muda wa miezi minne na kitu kikubwa kama hichi kimetokea, mwanao ameweza kupona, ulikuwa unamwambia nini yule ambaye anakutazama kwa sasa? Anayenitazama sana asema vumilia. Mungu yupo, atatenda. Kwa haraka unaweza kukumbuka gharama ambazo umezitumia wakati unahangaika na mwanao kwa waganga, na hapa umetumia gharama kiasi gani mpaka amepona? Kwa waganga nimetumia nyingi, hela nyingi. Lakini hapa sijatumia hela. Hajakutoa chochote? Ndio. Kwa huduma hapa umeipata bure kabisa? Ndio. Basi tuendelee kumshangilia Yesu. Amen. Mama, mimi nashukuru sana na Yesu akubariki. Endelea kufuatilia hili kongamano. Endelea kufuatilia semina yetu ya kimataifa ambayo inaendelea hapa Mbeya. Nadhani mpaka siku ya Jumapili tutaweza kupokea ushuhuda mkubwa mwingine kutoka kwako. Amina. Kama ambavyo nimehitimisha na mazungumzo na mama yetu kutoka pale Mbozi akielezea changamoto ambayo ilimkuta mwanae, lakini tumeona namna ambavyo kanisa la House of Prayer limeweza kumsaidia na mtoto ameweza kupona kama ambavyo ameelezea. Amepata hasara nyingi sana. Mwanae alikuwa ni mtumishi kabisa, ameajiriwa, ana mshahara wake, anamsaidia mama yake, lakini ghafla wachawi wakawa sio watu wazuri kwake, wakampiga kimboli na mwisho wa siku akaendelea kupoteza mwelekeo wake. Kwa hiyo matibabu ambayo yanaendelea kiroho hapa kanisani, mama bado anaendelea kumuona mwanae jinsi ambavyo Yesu Kristo ameendelea kumtendea. Tunaamini mpaka mwisho wa kongamano hili mwanae atakuwa mzima kabisa na shughuli zake ataendelea nazo. Mama, mimi nikushukuru sana. Amina. Amina, mshukuru Mungu. Amina. Karibu tena. Amina.